Pongali Business. Smart business tips. Je, umewahi kujiuliza ni biashara gani unaweza kuanza ukiwa na miaka 50 bila kusumbuka wala kuingia kwenye heka heka za kila siku? Basi Pongoli Media, Pongoli Business Channel imekuletea biashara 10 ambazo unaweza kufanya wewe mwenye miaka 50 ukiwa ni mama, ukiwa ni baba. Basi usikate tamaa. Una fedha zako, unataka kufanyia biashara, basi biashara hizi ni biashara ambazo unaweza kufanya ukiwa kwenye kochi, unaangalia TV, na hizi biashara zinakupa pesa nzuri sana. Kwa hiyo hutakiwi kukata tamaa. Hata kama ukiwa na miaka 70, hizi biashara zinalipa. Biashara ya kwanza stress ni nyumba za kupangisha. Kama una fedha yako ukiwa na miaka 50, nunua nyumba za kupangisha. Uweze kula kodi yako ya pango. Uweze kusimamia wapangaji. Hauna haja ya kuhangaika kwamba kusema biashara unaenda kuchukulia chain, hapana. Unaweza kukaa kwako ukatoka nje ukadai kodi. Kwa hiyo biashara kupangisha vyumba au nyumba, sababu unaweza kukaa na nyumba zako 6, lakini mtu ili kupangisha nyumba yako analipa kwa mwezi 300,000, 250,000. Au chumba ipo standard ambayo tunasema inalipa, ina choo ndani, unaweza kumlipisha shilingi 80,000 mpaka 100,000. Na hii inalipa zaidi kwa sababu ni biashara ambayo haihitaji wewe kusumbuka tena. Kwa hiyo alert kwenye biashara hii. Kama hauna fedha ukiwa na miaka 50, maana yake uanze kujenga ukiwa na miaka 30, 20, ili kwa baadaye hutaki heka heka za biashara zingine zisizo za duka, sio za nini, basi biashara hii ni nzuri sana. Biashara nyingine ni kukodisha frame. Ni mule kujenga. Maana yake automatically unatakiwa uwe umejenga ukiwa na miaka 20, 30, 40 mpaka 50. Pale unapofikisha miaka 50, wewe ni kupokea fedha tu. Unampangisha mtu kwenye duka lako au kwenye frame. Atakulipa kulingana na makubaliano. Na wengine wanalipwa fedha za mwaka mzima. Mfano mzuri kabisa kwa wale ambao wako Dar es Salaam. Unakuta nyumba, yani frame moja inalipiwa 900,000, 1,100,000, 1,300,000. Imagine kama ungekuwa umejenga kipindi hicho. Manake unakuwa unakaa kwako, wanakutumia fedha kwenye akaunti yako. Wewe unaona message ukiwa nyumbani. Biashara nyingine ambayo ni babu kubwa kabisa, ambayo ni biashara ambayo inavutia wengi. Inawavutia hata wale walio na miaka 10, miaka 20, ambayo tunasema ni kukodisha mashamba. Wewe ukiwa kijana wa miaka 20, 25, 30, 40, nunua mashamba, nunua maeneo, alafu unawakodishia watu. Haijalishi ni mkoa gani. Uko Dar es Salaam, chukua shamba Dodoma. Uko Dar es Salaam au uko Arusha, chukua shamba Morogoro. Haijalishi, unaweza kufika. Ukawakodisha watu, ukachukua fedha, ukaondoka. Na hii itakusaidia wewe kutokuhangaika kwenye biashara ambazo zinakuhitaji wewe kila siku uwepo. Wewe unaangalia. Lakini biashara nyingine nzuri sana, tunasema ni biashara ya nafaka. Hii kweli na heka heka, lakini kwa kiasi kidogo. Kama utanunua nafaka kipindi ambacho ndo wanavuna, ukatia store. Baada kile kipindi cha chakula kuisha ukaanza kuuza, basi unauza kwa pamoja, unawauzia wale wanaonunua vyakula, basi unawauzia, basi wewe unapata fedha. Kwa hiyo hii biashara ukiwa ni endelevu kwako, utakuwa tajiri na hutateseka. Biashara nyingine ni kuwekeza kwenye SACCOS au vikundi. Mpaka sasa lazima utakuwa unajua kabisa kikundi ni nini, SACCOS ni nini. Kama wewe ni kijana wa miaka kuanzia 20, 40, 30 na 50. Kwa hiyo ukiweka fedha zako kwenye SACCOS, automatically zinakuzungushia wewe kwa sababu watu wanakopa, lakini mwisho wa siku ukihitaji zile fedha zitakusaidia wewe. Biashara nyingine nzuri sana ni kukodisha vifaa kama viti, meza, tenti. Na hii inasaidia sana kwa sababu maeneo ya vijijini, mijini wana shughuli za kila siku. Kwa hiyo utakodisha viti, kila kiti kwa bei yake, meza na tenti. Kwa hii hapa ni biashara ambayo wakija kuchukua vitu wanakurudishia wewe. Kilichovunjika wanakulipa. Kwa hiyo ni biashara ambayo huhitaji wewe kwenda kuangalia kwa macho, hapana. Unawapeleka viti wanakurudishia wewe kwa idadi sawa. Biashara nyingine tunasema ni parking ndogo ya magari au vyombo vya moto. Unaweza ukachukua kiwanja chako usijenge. Ukasema hichi kiwanja mimi nitakuwa natoza kila chombo cha moto ambacho kitakihifadhi ndani yake. Kikubwa hapo na mlinzi pamoja na kamera kama ni maeneo ya mjini, ili kwa ajili ya ulinzi kwa sababu wezi ni wengi. Kwa hiyo unapokuwa na eneo la parking, basi inakusaidia wewe kwenye biashara yako. Na hii haihitaji kuwepo kila siku, hapana. Unaweza kusema wewe mwenye gari namba hii hapa utakuwa unalipia kwenye akaunti hii.
sihitaji kufuatana na wewe. Biashara nyingine ni biashara ya kukodisha bodaboda au bajaji au vyombo vya moto. Dereva anaweza akawa anafanya kazi kila siku, lakini wewe ukawa unachukua mapato. Biashara hii ni nzuri sana pale ambapo unakuwa na mkataba. Mnaandikishana mkataba kwamba nakupa pikipiki kwa miaka 10, kwa miezi 10 au miezi 5 kulingana na hadhi ya chombo. Mwisho wa siku wewe unakuwa unapokea fedha kwenye account. Akishindwa yale masharti, basi chombo inakuwa cha kwako. Akikamilisha, basi na utakuwa umeshapata fedha zako na chombo chako, basi unaweza kwenda kununua kingine. Biashara nyingine ambayo ni babu kubwa na inavutia wengi ni biashara ya hisa. Weka hisa kwenye benki, weka hisa kwenye mitandao ya kijamii. Nenda Voda, nenda Airtel, nenda Yas, nenda Halotel. Wauliza, je, naweza nikanunua hisa? Watakupa. Anaweza kukuambia kwamba nunua kwa milioni 1, milioni 10, milioni 20. Zile fedha hata kama kampuni ikataka kufilisika, automatically yule atakayenunua hiyo kampuni basi anaweza akawarudishia fedha. Kwa hiyo unaponunua hisa kwenye benki, kuna bondi zinauzwa kwenye benki, sana sana CRDB sasa hivi. Kwa hiyo kama unaweza kuingia kwenye hisa hizo, basi zitakuwekea kwamba fedha zako unakuwa unazalisha kila siku. Kwa hiyo watu wengi ambao walishaanza kuweka bondi zamani, sasa hivi wanapokea billion of money. Kuna watu waliwekeza Voda, sasa hivi wanapata commission karibia kila mwezi. Mtu anapata milioni 2, milioni 3, anaendesha maisha yake akiwa nyumbani kwake. Lakini biashara ya mwisho kwa leo, basi tunasema ni kukodisha mashine. Mfano kama mashine ya kusaga, printer, mashine za kutolea matofali, na wengi wanatumia kwa sababu kuna wengi hawana uwezo wao wa kununua hizi mashine. Lakini wewe ukiwa nayo ukawakodishia, basi mwisho wa siku unapata fedha. Endelea kufuatilia kupitia Pongoli Business Channel.